Sarah Baartman, mwanamke aliyeuzwa Ulaya katika karne ya 19, aliishi maisha magumu sana kama kivutio cha ajabu huko bara la Ulaya. Je, kwa nini mwanamke huyu aliuzwa? Ungana nami kufuatilia kisa hiki. Karibu katika Hadithi na Historia, channel ambayo inaposti mambo mbalimbali yaliyotokea kwenye historia kwa nia ya burudani au kujifunza mambo mbalimbali. Sarah Baartman alizaliwa mwaka 1789 karibu na Gamtos River, Nkosa Kingdom huko Afrika Kusini. Sarah alitokea kwenye kabila la Khoikhoi. Mama yake alifariki alipokuwa mtoto mchanga na baba yake aliuawa na Bushmen alipokuwa akichunga ng'ombe. Katika miaka ya 1790, mfanyabiashara aitwaye Peter Caesar alikutana naye na kumshawishi Sarah ahamie Cape Town. Rekodi hazionyeshi ikiwa alimlazimisha kuondoka au alienda kwa hiari yake au alitumwa na familia yake. Aliishi Cape Town kwa angalau miaka miwili akifanya kazi kama msichana wa ndani na mlezi kwenye familia ya Peter Caesar. Kaka wa Peter Caesar alimtambulisha Sarah kwa William Dunlop, daktari mpasuaji kutoka Scotland, ambaye alifanya biashara ya kando ya kusambaza wanyama wa maonyesho nchini Uingereza. Daktari huyo alimuona Sarah kama mtaji ambao ungeweza kumuingizia pesa nyingi na akapendekeza Sarah asafiri hadi Ulaya ili kupata pesa kwa kujionyesha mwili wake. Dunlop alifikiri angeweza kupata pesa kwa sababu ya watu wa London huko Uingereza hawakujua kuhusu Afrika, na kwa sababu Sarah alikuwa na makalio makubwa sana, kitu ambacho kingeshangaza watu wengi. Hata hivyo, Sarah hakukubaliana na mapendekezo hayo, na hiyo haikumkatisha tamaa bwana Dunlop kumshawishi. Hata hivyo, mnamo mwaka 1810, rekodi zinaonyesha Sarah alisafirishwa kwenda London, Uingereza. Haijulikani ikiwa Sarah Baartman alienda kwa hiari yake au alilazimishwa. Punde tu walipowasili mjini London, Sarah alianza kuonyeshwa kwa watu. Aliwekwa katika jumba la makumbusho na watu walilipa pesa kumuona. Katika maonyesho hayo, Sarah alitambulishwa kama mnyama na si binadamu. Vipeperushi vya kusambaza biashara hiyo vilimtambulisha Sarah kama sokwe au mnyama aliye karibu na binadamu. Sarah hakukubali kuonyeshwa uchi, na maelezo ya kuonekana kwake London mnamo mwaka 1810 yanaweka wazi kwamba alikuwa amevaa nguo, lakini zilikuwa za kubana sana, kitu ambacho zilikuwa ni tofauti na mila na desturi zao za kabila la Khoikhoi huko Afrika Kusini. Maonyesho hayo huko London yalizua kashfa nyingi kwa sababu ilikuwa ni miaka mitatu tu imepita tangu kwa kupitisha sheria ya kukataza biashara ya utumwa. Mwanaharakati wa kupinga biashara ya utumwa aliyeitwa Zachary Macaulay alipeleka kesi mahakamani akidai kwamba vitendo wanavyomfanyia Sarah ni sawa na biashara ya utumwa ambayo inavunja sheria ya mwaka 1807. Mnamo tarehe 24 Novemba 1810, mahakama ya bench ya mfalme mwanasheria mkuu alimuuliza Sarah kwamba je, ushiriki wake katika maonyesho hayo ni kwa idhini yake au ni amelazimishwa. Kutokana na hofu ya maisha yake, Sarah alijibu kuwa hakuwa na kizuizi, hakufanyiwa makosa yoyote, hakutendewa ubaya yoyote katika maonyesho yake, na kwamba alikuja London kwa hiari yake mwenyewe. Kutokana na majibu hayo, kesi ilifungwa. Rekodi zinaonyesha kuwa majibu hayo yalipingana na majibu aliyotoa siku chache kwa bwana Zachary Macaulay. Kesi hiyo ya mahakama iliongeza umaarufu wa Sarah Baartman. Baadaye alizuru sehemu nyingine za Uingereza na alionyeshwa katika maonyesho huko Ireland mwaka 1812. Pia alionyeshwa kwenye maonyesho ya Bury St Edmunds huko Suffolk. Mnamo mwaka 1118, haijulikani ilikuwaje au kwa namna ipi, lakini Sarah alikutana na mwanaume aliyeitwa Henry Taylor. Mwanaume huyo alimshauri Sarah kuhamia Ufaransa. Na baada ya hapo, Sarah alikubaliana na mwanaume huyo Henry na wakaenda wote Ufaransa. Huko Ufaransa,
alikuwa mtumwa na kuishi maisha magumu sana kushinda Uingereza. Maonyesho ya huko Faransa yalikuwa ya kumdhalilisha sana kwa kumweka uchi kabisa bila idhini yake. Utumwa haukuwa haramu kama Uingereza. Maisha yake yalikuwa ya taabu sana na maskini sana kwa sababu hawakupewa malipo yoyote. Sarah alitendwa kihalisi kama mnyama. Kuna ushahidi fulani unaonyesha kwamba wakati fulani kola iliweka kwenye shingo yake kama mbwa, au watu wakitaka kumponyeza na fimbo au kumgusa walitakiwa walipe hela nyingi zaidi kidogo. Mwisho wa maisha yake, Sarah alikuwa kama kahaba asiye na senti. Sarah Baartman alikufa mnamo Disemba 29 mwaka 1815 akiwa na umri mdogo wa miaka 26 tu. Sababu ya kifo chake haikujulikana, ila rekodi zinadai inaweza akawa alikufa kwa magonjwa ya ngono, ugonjwa wa kasende au syphilis. Kitu cha kushangaza zaidi, hata baada ya kifo chake hawakudhika mwili wa Sarah, bali waliweka mifupa yake kwenye makumbusho wakidai kuwa ilikuwa ni sampuli ya pekee ya ubinadamu na kwa hiyo ina maslahi maalum kisayansi. Ndugu watazamaji, hapa ni muhimu kuelezea zaidi. Hiki ni kipindi ambacho sayansi ilidai watu weusi si watu bali ni wanyama. Mwanasayansi maarufu aliyeitwa George Cuvier alifikiri kwamba masikio yake madogo yalikuwa sawa na orangutan au nyani. Alilinganisha uchongamfu wake akiwa hai na wepesi wake kama tumbili. Mifupa ya marehemu Sarah iliendelea kuwa katika maonyesho zaidi ya miaka 180 hadi mnamo mwaka 1994 baada ya ushindi wa chama cha African National Congress katika uchaguzi mkuu wa Afrika Kusini mwaka 1994. Rais Nelson Mandela aliomba rasmi Ufaransa kurejesha mabaki hayo. Baada ya mabishano mengi ya kisheria na mijadala katika bunge la kitaifa la Ufaransa, Ufaransa ilikubali ombi hilo tarehe 6 Machi mwaka 2002. Mabaki yake yalirejeshwa nyumbani kwao Bong de la Gamtos tarehe 6 Mei 2002 na kuzikwa tarehe 9 Agosti 2002 katika kilima cha mji wa Hankey, zaidi ya miaka 200 baada ya kuzaliwa kwake. Historia hii inaonyesha ni jinsi gani ukoloni ulileta mateso mengi kwa Waafrika. Sarah Baartman ni mmoja wa mfano mdogo katika mingi inaonyesha mateso, ukatili na maafa yaliyoletwa na ukoloni. Kumekuwa na Waafrika wengi sana ambao hawajaandikwa katika vitabu vya historia walioteseka kwenye mikono ya mabeberu. Mara nyingi watu husahau mateso waliopitia mababu zetu kwenye enzi hizo za ukoloni. Lakini ni muhimu kujua tulipotoka, kwa sababu tukisahau tulikotoka, hatutojua tunakokwenda. Haya sasa ndugu watazamaji, asanteni leo kwa kuungana nami kwa kusikiliza historia hii ya kusikitisha ya mwanadada Sarah Baartman. Roho yake ilazwe pema mahali peponi pamoja na watu wote wale walioteseka katika mikono ya mabeberu. Msisahau kujiunga katika chaneli yetu ya hadithi na historia. Ninatoa mambo mbalimbali ya kufundisha, ya kutukumbusha kuhusu historia yetu, kuhusu dunia yetu tunayoishi. Asanteni kwa kunisikiliza. Hadi siku nyingine. Kwaherini.